hadi si funny man. Juguna Masi mkoadi kila mtu anajua anaitwa Masi. Masi, wewe ni Stanley Masi, kubali jina yako. Sema majina zangu zote za nini? Sasa nipigie intro basi. Mimi mbona nipatie ID bana? Hello. Happy New Year bana zo. Kwani inaitwa hello tena? Sasa unipigie intro mimi. Mimi sijakwambia wasalimie. Mimi unipigie. Nikuintroduce. Na kuintroduce aje sasa? Wasewa mzuri, unajua wewe ndo unakuanga nyuma ya kamera sasa. Wewe ndio director sasa wa Iconic manzi. Leo tuko na set asikive tunasikianga akituambia aki huko nyuma. Leo fanya hivi. Sasa leo sasa amekuza hapa pia asikive si usikive unatuambianga, si ndio? Sasa anaitwa nani kijana huyu? Out of 10. Nyinyi wote nawapea 2. Sasa unataka tukuintroduce. Sasa mtu hivyo ndo unaintroducing sasa hata wewe ukipeleka mtu wako kwa wazazi wako hivyo ndo utamuintroduce ati huyu sasa ndo anakuanga kwa sasa wewe ni mtu wangu. Ati wewe sema huyu sasa ndo anakuanga kwa kija yangu sasa nimewaletea mumuone. Sasa unajua kuna difference ya bibi yangu bana na wewe. Sasa wewe unataka nikuintroduce nishinde hapa nikisema wewe ni nani? Si wamerada. Si wamerada wewe ni nani? Wewe unakuanga nyuma ya kamera. Nini nyingine unadai wasikie? Kwani wewe hadi sionangi hadi watu wakiongea sana. Siona samanga tu huyu ni mtu wangu. Na acha waambie majina yake kama hizo vitu zingine. Nisikia introduction ya Mkikuyu akiintroduce bibi yake. Hebu sasa tupe example. Sasa labda niwape example ya na Kiswahili sasa jota mtarada. Sawa. Sasa msee yako na introduce bibi yake. Sema huyu huyu ndo anapikanga kwangu. Vitu kama hizo sasa huyu ndo ananipigianga nikichelewa niko wapi. Sasa hiyo si lazima ati nikuja niseme ati huyu ni bibi yangu ama ati huyu ndo nilioa bana. Hizo tuliachia Wajaluo. Wanasemanga hivi. Huyu ni rafiki yangu. Mtu asemangi bibi yangu ama sijui nini. Anasemanga huyu ndo rafiki yangu tunakaa naye. Sasa unatumia akili kwa mtu mkubwa hapo. Unajua wazazi wanajiwanga. Ukisema huyu ni rafiki yangu wanaelewa. Unajua nyinyi mnataka mtu aseme huyu ni manzi yangu, huyu ni bibi yangu, huyu sijui hapana. Unasema tu huyu ni rafiki yangu. Uko sasa uko tunakaa naye. Uko Uluyani. Uko kwetu. Lakini walio kuangaona. Mimi ndio mshahidi tumluya by the way. Ni shauri yako man. Shauri yangu tena kwani rada. Hello mama tumekaa ma fans. It's been a while manze. Mwaka mpya 2026. Tumesema hii mwaka tunajipanga. Lakini tumejipanga bana, lakini bado hii mwaka manze iko Januari manze. Tuko January so far so good. Tunaenda mbali. Kila mtu amejipin kivyake. Kama uko na inaitwa as a manifesto ama ni resolutions za hii mwaka. Tulete pamoja tuone ni gani zinafanana tu work on that. Wewe kama yako ni kununua gari tusonge hii kando. Sasa ndio kama unadai kununua kitu kingine tunasonga huko hivi. Ndio nilikuwa nasema mimi nitamalizia lakini wewe utatupea zako, huyo atupea zake. Mimi nilisema zangu. Wewe lazima mtu azisemangi usikie wala. Kwa nini sasa? Sasa hazija happen. Sasa unazisema na hazija happen. Si unaziandika si resolutions zako bana. Si hizo ni wewe unafaa ujiwekee. Wewe unaona kama umezifanya. Unaambia mtu anaweza kuokolea kwa chini. Sasa mimi tuseme nikipata tuseme kitu kama kadil fulani kaivane mahali. Dofiti na nione aidona siwezi kula solo. Na mimi pia nilikuwa na plan ya kushika ndai hii mwaka. Wao walikuwa wameniambia uko na hiyo plan. Si ndio? Lakini sinajua kuna vile umejipanga kushika hiyo ndai, huwezi kuja tu sema unadai kushika ndai kama uji kama hadi unaanza. Kama uji unapanga kutoa wapi do, si ndio? Huyu akikuja niambia ndai kushika ndudhi. Sasa mbona niendea mtu anadai kushika ndudhi hatufanani. Niendea mtu anadai kushika ndai. Ndio maana ni fiti kushare nini zako. Resolution. Sasa kwanza hata hiyo story unaepa wewe ndio utatuanza. Mimi kwanza tuanze. Sasa anza na ndudhi najua inakuanga ya kwanza. Mimi naweza plan kuenda. Inakuanga ya kwanza, hebu anza na. Mimi naweza hata siwezi kudanganya. Mimi hata sasa hizi si ati naweza sema ati nataka kununua gari hii mwaka. Mbona sasa nikuwe nimeenda beyond step kubwa hivi. Maybe sasa nikuje nipate kuna kitu kubwa inatokea tu hivi katikati ya mwaka. Umepata kitu fulani fiti, umepata do fiti. Hiyo do sasa at least unaweza sema ulikuwa na plans, ulikuwa na aim unaweza nunua gari. Lakini sasa si kusema ati mimi kitu yangu ya kwanza unajua resolutions pia zinafaa kulingana na chenye unafanya na bidii yako. Kutoka 2022 design nimekuwa nikisema nanunua gari. Bana imagine tu kutoka tu uingie kampo
Yako ni tu kusemanga nitanunua gari mwaka. Lakini wewe unajua Nitanunua gari mindset yako next iko year. chini. Si ati iko chini. Ni kulingana na chenye uko na capability yako bana. Bana bwana. Unajua bedhe ni ukweli manzi. Bwana. Ni ukweli. Tulia. Unajua if you see it here, kama unaiona hapa. Kama unaiona hapa itahappen. Hiyo naiona. Hiyo naiona. Hiyo ni kusema hata kama si saa hii lazima itakuja kuhappen, lakini sasa si ati Sasa mbona nikuje tu saa hii nikwambie hii mwaka nadai kuwa president manzi. Ita happen hii mwaka. Unaweza Kwa president. Si lazima uko wa Kenya. hii mwaka iwezi. Hii mwaka iwezi. Si ndio? Ama hata si lazima uko. hadi hiyo next year usikie hata ukitaka aje. Ama urudi high school uko president wa high school. Labda sasa useme Bado tuko machivu. sasa Ama uko huko. hadi Usimame huko. Si nimeona sasa kuna elections zinafanyiwa sijui ni lini. Anatuka panne zake tu baridi na Kuja kuwa president wa hii shule. manze suti Tukusumbua manze. hadi uchoke. Hiyo nayo manze, unaona sasa hivyo sasa ndo nilikuwa namaanisha. Kuna vitu unakuanga umeplan utapata kwa life. Lakini kuna vitu zingine nayo umeplan lazima kwanza utazipata in a certain year. Kama by this year ikiisha nitakuwa nafaa kuwa nimeachieve kitu fulani hivi. So in short wewe unakubali tu maisha ikupeleke tu venye itaenda. Si ati venye itaenda. Ni venye ni capability yangu venye naenda nikipelekanga. So unajijua. So mimi najijua. Sasa siwezi kuja nikwambia ati mimi by the end of this year nakuwa nanganya. Hiyo by the ni kitu katikati ya hii mwaka. Ni zile vitu tunasemanga ni MIOB. By the unaweza kuja upate kitu ulifanya ili kuopen up vizuri, ukapata kitu fiti. Ukasema by the nimeishi kutamani kushika ku drive by the nikiwa hii miaka. So na niko na hii, so sasa hii niko na hii do. Si ninaweza shika hata kama si ati ni mpya nishike tu nionye nyewe nimeachieve. Si unaona? Hivyo sasa ndio nilikuwa naambia. Nikuulize. New year new minds. Nikuulize. Ukiweza pata tuseme hadi kanusu mita saa hii. Kanusu mita. Mtoke wapi sasa? Unaweza tuseme watu wai. Sasa ndio nakwambia hiyo sana inakuja kwa hapa katikati hivi unashtukia Na moshi vijana ufika hiyo do. Vijana uko na watu ufika, by the way watu ufika. Sasa ukipata hiyo, sasa unaweza shika ndai, kitu ya kwanza unaweza invest. Sasa ukishika ndai na hiyo kitu ya kwanza umepata, alafu sasa mafuta itakuwa inatoka wapi? Nini ingine? Utakuwa unaenda wapi nayo? Sasa ni kuchukua tu naiona tu. Uko unaiona tu hiyo. Unaamka tu unaona tu gari. Ni alafu manze lazima uko unaenda unaangaliwa gari, si ndio? Gari yako inaangaliwa. Sasa utakuwa unalipa na nini? Wewe ulishika tu ndai hiyo nange basi. Basi ni kumaanisha utakuwa unafanya mafuta. Huwezi kosa mafuta kwa siku mbili tatu. Ati huwezi kosa mafuta. Ona. Wajua miaka inasonga ama siku zinasonga. Vitu zinaenda zikiche. Mindset za kitambo sio kama za saa hii kama wewe, si ndio? Wewe unasema unataka kujenga nyumba kwanza. Mimi sijasema nyumba. Unataka kununua nini? Mbona ufikiri big? Unajua mindset yangu inaweza kuwa mindset different. Mimi naweza kuwa nasema nadai kuchukua ido fulani niende nipeleke agriculture hata kama si mimi nalima. Unaweza chukua ido fulani niende nipeleke kwa nipeleke kwa busy. Sasa usikie. Sasa unajua mimi mindset yangu nasema hiyo do yenye unapata ya kwanza si ati ni lazima ufikirie kubai ndai nayo. Fikiria kwanza venye hiyo do unaweza pata ingine kutokana na hiyo yenye umepata. Yenyewe ni mkikuyu. Ili hiyo ingine ukitumia ukuwe na kitu utakuwa unafanya na hiyo ingine ulipata. Unaelewa ama unarada? Wako na dinga, wako na mrenga, nilisikia inaitwa mrenga. Wako na mrenga lakini una travel tu na nduthi. Sasa umenunua gari. Lakini ndio imeisha. Utauza tu, utakuja tu eventually uuze hiyo gari manzi. Wallahi si mimi nakushow. Ngoja. Mbona wase unasikianga msee ameshinda? Nasikia kuna msee fulani nasikia ameshinda sijui alifanya bet akashinda gari. Lakini ukifuatilia hiyo story jamaa kuchukua gari. Jamaa alichukua do. Unajua nini? Ni kama hiyo venye huyu jamaa amesema. Sasa hiyo ukipata hiyo 500 Gs, si ndio? Wajua wewe mwenyewe utashtuka. Jua nini? Kitu ya kwanza hujaishika hiyo amount of money.
si ndio? Kitu ya kwanza kama ni mlevi Sijashika. haujaishi Na bwana unadai kwa mkulima ukimaliza shule. ndio hii 1500 pa umepewa. Ai. Hautachizi. Mbona Ni- uchizi? Ai wewe Hiyo bwana. si pesa mingi ndugu yangu. Hujaiona ya amount. Sijawahi, lakini sidhani kama ni pesa mingi. Kulingana vile nimeona watu huku nje wako na pesa buda. Sidhani hiyo ni pesa mingi bana. Unajua akili ya saisi kama akili ya kitambo. Sasa unajua sasa Sema wewe, mimi naongelea. ukweli mimi sioni ikiwa domos. Juu unajua man, vijana wako na pesa huko nje. Lakini ni Unaona most. hiyo yetu. Ni most. Si ati si most. Ni most, lakini mimi siwezi shtuka juu ati naona ni pesa mingi. Hebu Unaona? ngoja. Wewe vijana wako na do most. Mm. Umewaona hao Nimewaona. Najua wengi sana wenye wako na do buda. mabesti wako Tunajuana, labda si mabeshte but tunajuana, like at least tunajuana. kwa mtandao ama Si hata in person. Sina watu wote tulisoma nao high school wengine. Watu tumejuana tu. na si inheritance Maana kujituma ya jo. kujituma ama kuosha. Si ndio hiyo bado kuoshana ni kujituma. Bwana. Sasa bado Weka hapo ukisema kuoshana. Wewe mimi msinipe pressure. hiyo kuoshana si pia wewe ukizapata Hiyo chance. kuoshana bado ni mboka. Wewe ukizapata chance huwezi oshana. Unajua sahi kila kitu hata sahi kila kitu ni kuoshana. Ni venye tu sasa ile kuoshana watu wanaoshana professionally. Like wako na professional ya kuosha mtu. So kuna Kama politicians unajua pia wanatuoshanga tu do. hapo na umenipata. Hapo umeniingia mengo. Hapo Sasa like kila kitu ni kuoshana. Hakuna ati kuoshana. Wewe Kuna bora venye ni unaosha, ganji. kuna venye unapitia juu. lakini sasa kuna kuoshwa na kuna kutokwa. Juzi nimekuwa na beshte yangu hapo hivyo. Ame graduate tu juzi last year. Hebu acha kwanza ni washow. Ame graduate tu juzi last year. Sasa alikuwa kwa hizi pilika za kutafuta kazi. Unajua ukisha graduate uko na degree yako. Bwana, hii maisha inakuchapa. Unajui kwenye utaenda kufanya. Uko desperate. Sema uko desperate. Juu mzazi anakufuatilia anasema Msiweze kusema hivyo bana. hizo ndio utafika tu. Mzazi anasema by the wewe umeshakuwa mtu mkubwa, fanya aje? Wewe enda tutafuta maisha tu. Sawa? Juu kuna mkidi mwenzako mdogo unashughulikia nini, unaona? Sasa Enda tafutia dada yako mdogo. Sasa ile kiumuri jamaa anakuja kwangu amenibishia, buda, niliapply hii kazi jana usiku. Ilikuwa around saa 2. Alionyesha hiyo email kabisa. Niliapply kazi kwa kampuni fulani. By leo saa 3 amenipigia simu bwana, ananiambia by saa 8 nafaa huko Nairobi. Nilikuwa nimefanya nini? Nimefika hapo. Ni sign hizo kila kitu ni nini, by kesho nianze kazi. Kaambia sawa, congratulations. Akapiga vigelegele zake hapo, tukacelebrate nini, kabisa sawa. Kidogo nasikia amepigiwa simu tena na huyo jamaa na madam anamwambia Stano, hebu kuna mtu nakutuma kwake, hebu mpigie yeye ndo atakupea direction venye utafika. Si akakata simu akasema ni sawa. Akapigiwa na huyo jamaa akampigia. Kumpigia si wakaanza kubonga. Ni aje poa. Nimepewa namba yako na madam fulani kampuni fulani. Nadai aje kuna mtu anataka kumwajiri. Sawa. Si kijana akasema ni sawa. Hebu nini mnahitaji? Ndio hizi hapa. Akaambiwa sasa ukikuja kwa hiyo kampuni, kwa hiyo ofisi, hiyo saa 8 kuja na good conduct. Unajua good conduct nini? Bro. Mimi miaka yote unatuona aje? Hii miaka tunataka kuambia good conduct. Unasema juu amesema, si ndio? Sasa nataka mimi nikwambie good conduct ni nini? Haya sawa. Kuna tax compliance. Hiyo unajua nini hiyo? Wewe Tutaje tu vitu endelea. ziko hapa tunazo hizo vitu. Kuna CRB, kuna EACC na kuna HELB. Hadi help Kwa job. Sasa HELB, si unajua HELB ukipewa HELB lazima kuna venye utailipa. So mshahara yako Ndio watakuwa wanakata. sasa kama ulikuwa HELB. So nadai kuniambia kuna sehemu sasa hivi wanakata mshahara. Kama wameandikwa, kuna watu katu. Kama umeandikwa na gava. Hata private. Hata private. Na mko sure hii story private. Hadi private nakukata. Sasa si ni kampuni yako venye Si umeajiriwa na ulikuwa campus na uliapply HELB. si ona sema kama kampuni yako Sikiza ilipanga. nini kampuni private inakuandika. Kwani sasa unataka kuniambia wao pia watakuwa na hiyo help mbona unakata na yao, si ndio? Si unafaa kuelewana na huyu ni msee private tu, si msee ati analipa vitu za gava. Lakini si umeajiriwa. Umeajiriwa sikatai. Uko na deni. Uko na deni ya nani? Si uko na deni ya gava. Na help inaingiliana wapi na msee private? help ni Msee government. amefungua bizi yake hapa hivi.
Hapana. Sasa si wewe ndo unakatwa, si yeye. Wewe ndo unakatwa. Sasa nikuulize, Do you know, huo mse wa gava atajua umeajiriwa? kama wewe mshahara yako ni 20 Gs, si ndio? Haikufikiangi ikiwa hivyo 20 Gs bro. Unakatwa tax ndio. Ikiwemo help yako ya 8 Gs iko hapo ndani. Mi kitu najaribu kujiuliza. Acha stories za private. Sasa mseme gava ukiandikwa, mi bedhe nilikuwa najua ni gava, ukiandikwa na gava mshahara yako inaanza kukatwa. Waandikwe na private na wewe unadai kulipa hiyo deni. Sasa unawaambia wakata hiyo do. Wewe unadai. Sasa si lazima utalipa. Unajua utasumbuliwa. As long as huyu jamaa alikatwa hapa kwa hii help, ameitishwa. Sasa hii ni ya gava, si ndio? Hii ni kampuni gani? Hii ni kampuni. Hata kama unajua siwezi itaja. Sasa jamaa akaambiwa good conduct ni 1050. Sawa. Help ni 2200. Sawa, hiyo ni 2200. Haya, tax compliance ni 1000 na CRB 2030 alafu na EFCC 4K. Sawa. Wewe jamaa akaanza kumwambia, unajua sasa hii masaa ni mbaya, hauwezi fika sasa hii Nairobi, fanya aje? Wewe si unajua hizo amount nimekusomea hapo, fanya aje? Wewe nisikumie hizi zote ukiadd zinakuja kitu kama 10k hivi, 10280. Fanya aje? Wewe nisikumie tu hiyo do. Unasikia? Wewe nisikumie hiyo do, nitakufanya nini? Nitakutoanishia kitabu ufike. Unaona? Jamaa sasa kuna zile anxiety huko, wewe kuna 5 Gs hapo, hebu ni wapi? Sasa mimi sikuwa na 5 Gs, mimi kama yeye nilikuwa nayo. Kija simu kadhaa hapo ikajajadi, akabahatika ikajadi 11 Gs. Ndio before tume anapigia best yake mwenye wali apply, akamuuliza, "We, hiyo yako imefika?" Akamwambia, mimi bado sijapigiwa simu, walikuwa apply na best yake mwingine. Mimi nimepigiwa, reach out. Wanakwambia aje? Wanasema eti hizi vitu zenye wameniitisha Juma saa ni mbaya na mimi nahitaji sitafika by your time. Nifanyaje? Niwatumie hiyo do yangu. Sasa inafanyango hivi, hiyo ninakwanga hivi. Nikamuosho hivi. Muosho na kombi nyingine. Jamaa lakini sali tuma. Ngoja, huyu bishti yake ndo akamwambia something is fishy bro. Usijaribu. Hiyo pesa usijaribu kutuma. Akamwambia mbona si ni kazi manze? Kaambiwa wewe uliona wapi mtu anakuajiri na anakuitisha pesa? Wewe uliona wapi? Wewe na yeye nani yako limit? Watu bado wanaoshwa saa hii. Hiyo ni kuoshwa gani? Sasa hiyo ndo unasema vijana hiyo biashara wanapiga ndo lakini hiyo ni kuoshwa. Lakini sasa unajua. Lakini sasa hiyo hiyo si ni direct, hiyo si ni kuoshwa direct ukiona. Hiyo tu ni hivi tu, hii ni ukiona tu. Mimi in short nikiona unaosha mtu mimi hatutapatana. Wewe ishia bana. Unajua watu wako na do, watu wako na pesa. Unajua huyu jamaa ameosha mtu ameosha mtu ajui. Hizo ndo sasa shida inakujanga huko mbele mbele. Na akipata chance. Kwani mimi wenyewe wameniosha, kwani mimi wenyewe wameniosha wajalaniwa. Kazi bwana cha. Sasa kazi gani? Hiyo si ni mboka. Hiyo si ni mboka hiyo. Sasa mimi nikuulize, sasa mimi wenyewe wameniosha kwani walaani. Sasa wewe umeosha do ngapi? Wewe mzee 300 yangu sikupani hapo hivyo bro. Unajua 300 kama comrade, unajua hiyo ni pesa ya wiki mzima, umeshafanya hesabu. Alafu tu msee tu anakupigia tu hivi anakuambia. Sasa wewe story yako kuoshwa ilikuwaje? Bro, mimi hadi niliona kama mimi ni fala, lakini usikia wasee wanakuanga wajanja. Lakini manze nilikuwa 1.2. Msee amenipigia hivi tu ananiambia tu niaje msee. Alafu sasa anaongea kizungu bana, nimeona yenyewe msee anafanya kazi na safu. Bado ulikuwa tu. Wewe bado unaoshanga na watu wa safu. Wewe unasema aje? Na mimi hiyo ndio ilikuwa. Unajua mimi sikoipigiwa nao wasee. Wamenipigia hivi wanataka kuwananiambia, manze siku hizi watu wanaoshwa sana. Tunadai kukutengenezea Safaricom password yako ikuwe voice yako. Manze nikakaa hivi vizuri nikasema uko kwa keji yako fulani. Nikiwa kwa ile keji yangu fulani, single room fulani hapo hivi hadi nikafunga mlango watu wasifikie ninachanuliwa. Mzee amenielezea. Lakini bedhe unaona the moment tu unaendelea kusikiza wasee. Ndio unaendelea tu kusync kwa mwosho. Sasa mzee anakueleza hadi nafika time anakuambia sasa hii nataka ni uongee useme Safaricom my voice is my password. Manze narudia tu hivyo hadi naona msee yenyewe amenichanua. Lakini kiasi jamaa anaanza kuniitisha pin unampea. Mimi na kichwa yangu tu hivi ndogo.
Au siku kwanza aliambiaje? Aliambia hatutaki yote, tunataka tu ya kwanza na ya mwisho. Ili tukusetie fiti. Naona. Na nyinyi mko fiti yenyewe, nyinyi hamtaki kuniiba. Nyinyi mnataka tu ya kwanza na ya mwisho. Acha tu. Manze hata dakika tu kidogo hivi. Manze naambia tu no service. Sim card yangu inaleta no service bana. Ilikuwa zimeshika kwani wewe? Mimi sijui wala ibele. Mimi sijui form ilikuwa ni gani, lakini tuseme tu ilikuwa tu siku yangu. Ilikuwa tu siku yangu ya kushikwa hiyo. Ilikuwa tu siku yangu ya kupatwa. Huyo jamaa alikuwa amekulia jackpot. Hiyo yako ni ile kuoshwa. Lakini manze ilikuwa 300. Ilikuwa 300 guys. 300 yangu nilikuwa nimesema ilikuwa kitu kama Thursday. Hiyo 300 inafika hadi Monday. Friday 300 kungemaliza. Hiyo siku nimeanza. Siku nimeanza kutokea Friday. Ungemaliza 300 kwa wapi? Friday. Local. Shughuli mingi. Shughuli ni mingi. Ni locals unaita shughuli mingi. Usikio time hata siku nimeanza kuingia locals bana. Hata siku ati naingianga. Siku nimesiko najua. Mtoto ajui. Uko kama huyu fala huyu ati akatangi. No, I do coffee bro. Hii jamaa bana inasema ikunywangi pombe man. Sasa mbona ukunywangi pombe? I do coffee bro. Usikii ndio sasa tunakunywa the same thing. Sasa kama tunakunywa pombe mzee pia anakunywa pombe. Kama tunakunywa pombe pia anakunywa pombe. Ni pombe. Unajua kitu watu wanafaa kujua nini? Wewe. Nini sasa unataka kutueleza? Sasa unataka kutueleza. Hawasema tu kwa nini ukunywe tei. Hata usiseme tu kwa nini hapa. Na usituambie mambo ya kanisa na sijui. Tupe logic reason. Mnashinda mkiuliza sijui hata boy akienda mimi one of them by the way. Sura bado na survive. Kwa nini ukunywe pombe? Why? Mtu anakuanga na reason yake na inafaa ikuwe ya maana. Unajua kama mimi niko na yangu. Kwanza ni mwanaume tu mkubwa na kuwa na reason yako tu akutuambia kwa nini ukunywe pombe. Inatakanga tunasikia hiyo reason. Juu mambo wako wote wanakunywa pombe, wewe ukunywi. Kwa nini? Mimi unaona drugs kidogo trick. Hata kuzita drugs manze. Usikio jina hata ina sounding zile za. Unajua drugs maana kunyonga pombe. Hakuna bro. Hadi mimi si ati director Karoli unakunywa pombe. Sikia. Hata erimsia kuuliza hivyo lakini usikwambia unatumianga drugs. Sawa. Drugs ni kama mandrax. Unakumbuka zile stuff zenye tulikuwa tunasomanga? Zile fulani. Zile hizo sasa hiyo effect of mandrax. Ukitoka hapa nikienda huko mtu asinifuate ati. Hiyo ni drugs sasa. Hiyo ndio drugs. Sidai ona hiyo. Reasons kunywangi. Manze lakini kusema sikiza, reasons kunywangi pombe ni hiyo kitu mimi siwezani nayo. Unajua mimi najijua, sawa? Hii mdomo yangu haijaionja pombe hivi. Ni uoga ama nini? Unaogopa kulewa? Hapana, sipendi. Upendi? Sasa utaniforce juu sitaki kunywa. So upendi ama unaogopa kulewa? Ama juu itakuwa ama iko na shida health wise? Mimi by ukoona? Ama ukikunywa unaanza huku kutuprichia. Kama hivi unaogopa kuwa peni yanga utuambie. Nianze kusema vitu zingine hapa. Uanze kuupe na. Lakini unakunywa wine? Wine. I do little wine. Smirnoff. Yini mafala, yini mabomo. Karoli ananiambia juzi, a little of wine does not do what, Karoli? Mafala. Bana. Maumbwa. Unakunywa wine alafu unakuja ati siwezi kunywa pombe. Hizo ni manini? Wine ina alcohol. Najua si alcohol but sasa unajua wine ukikunywa mingi inalewesha. The same way tu ukikunywa pombe. Bro, statement yangu inasema a little of wine. Kuna mambo ya little. The fact that unaweza hakuna kitu ya little. Wewe kunywa chai kama kunywa tu chai. Kama wewe si mtu wa pombe. Kunywa tu chai. Wewe kunywa tu maziwa na chai. Kunywa tu coffee. Hizo. Hata usiguze soda. Si ati kusema a little of wine. Hata asiguze nini? A little of wine nini? Unatuambia kunywa chesa. So unajua baadhi hata mimi mzee wangu. Naona mimi nafuatanga anakonga role model wangu mimi. Baadhi labda aliacha before maybe akatangi mkiwa hapo kwa nyumba. Ushaiona wewe ndio uone mzee wangu. Mimi hadi mimi mzee wangu akiwa amekata. Responsible. Kama mzee wako hujaimuona kama hujaimuona. Haimaanisha akati. Sasa wewe unasema kunywangi. Wewe uko sure aje? Wewe uko sure aje akatangi? Sema mimi sijaona mzee wangu akikata. Mimi nishaimuona akikata. Lakini kuna kiwango ikifika unajua wewe ni baba already. Sasa hiyo kiwango hiyo umesema so umeona kikata. Sema tu anakunywa makunywa. So haizi sema tu nakunywa sikunywi hivyo. Mimi sikunywi. Ati a little vitu gani? Hakuna. Nikakusema ucheat tu kidogo. Ati acha tu ni cheat leo kidogo hivi. Mimi unaona mimi najua. Leo la yesta cheat tena, cheat tena. Hii ni mwisho. Mimi reason ona.
Reason mtu anaweza nipea ya kutokunywa pombe ni labda sema akikunywa inamharibikia health wise. Like afya. Lakini ati sipendi, siwezi kunywa sijui nini. Hiyo ni ufala. Msikii kuna hujapatana tu na pombe kudrink. Si ati unaweza kunywa tu pombe. Si ati wewe mwenye alikujanga akasema. Hujapata hiyo side nyingine ya fani ya pombe. Pombe ndio hizo mnaitanga sijui whatever. Mimi nimegrow up mkiona watu wakiwa walevi, sasa wakianguka huko unaona sasa pombe ni kitu mbaya, watu wanaanguka. Kumbe mzee ako na zake. Huyo mzee ni zake zimefanya kuna kitu imefanya tu aanguke. So wewe reason yako ya kunywa pombe ni gani? Starehe aje. Azino ujibambe yani mimi nakunywa pombe. Ni just moments, tuna create moments bana. So you create moments daily. Kwani nakunywanga daily? Mtu akatangi daily? Kuna wase kata daily. Mimi sikati daily. Sasa kuna mori wangu nilimwambia akae siku moja hivi bila kukata na mpadhao. Hivi kide saa 9 imefika kwa hivi na kutemepa. Sio alikuwa dai hiyo dhao. Hiyo ako addict. Njua nini? Njua kama sasa yuko on kweli. Hata wewe si msikutuweka wewe. Siwezi tetemeka juu ya kukosa kunywa tu. Huyu uko on sasa. Kwani mimi si uko on? Si mimi niko on. Mimi si niko on. Si mimi unaona napumua. Lakini unaona msipe watu wengine pressure. Kama mtu akunywe mumuelewe. Hakuna msipe. Pressure inakujianga kutuambia mbona useme uko lakini anadai kubaia watu wenye wanakunywa pombe. Kwa nini unawabaia? Sasa wewe umeniapproach na unaniambia fanya aje? Wewe uko ngapi 200? Au ndio unaenda kulewa, si ndio? So nikikwambia nitaenda kulewa utaninyima. Wewe ukiwa na birthday na uite mabeshte utabai nini sana? Utabai keki na nini? Hata na keki kwanza. Keki utabai lakini utabai keki na utabai nini? Minute man. Sisi tuko hapo sasa. Sasa nyinyi mkikula keki tu. Wewe kuna kitu tutanunua. Unajua hapa tunakaa kama watu wazima, si ndio? Mimi nitawashikia tu wale wa sema pombe. Wale watu vitu vizito. Sema tei, hata vitu vizito ndio kusema nini. Kama wewe sema tei. Pita hii side. Sema teki. Kama wewe ni Wasmainoff, kwanza nilisikia ati wanaume wa Wasmainoff ni mademu. Sasa nashangaa sisi tumewakosea nini? Unakunywanga Smano? Kwanza tunaambia tena sijui watu. Unakunywanga Smano? Wanaume light skin sijui. Unakunywanga Smano? Sisi watu. Wewe unatoshea kila mahali, uko kwa kila mahali. Kila kitu. Sasa hiyo nayo. Mbaya. Hiyo sasa ni mbaya. Yaani kuboboa wala. Hiyo ni mbaya lakini pombe wewe kama unahitaji tu nayo. Sasa kuna kudrink responsibly by the way. Usikataze kama unakunywa pombe. Usikataze msee kama wewe ni mlevi. Kama wewe ni mlevi na wewe unapenda pombe, kunywa pombe hadi kufanyie kenye inataka. Lakini submit to alcohol. Hiyo ndio the point of kunywa. Lakini mimi si eti nawachukia watu kunywa pombe. Au watu wanakunywa raw smart. Hata si raw smart. Tunakwanga on. Si tuko tu usema ukweli. Tuko tu on man. Kwanza kwa upishi. Kuna anko yangu fulani anajua kuzinispe. Si mimi. Kwanza si mimi. Kwanza nyama hivyo kuchume nyama alafu anafunga rosa. Alafu advice. Si ati mimi siwezi sema ni mzuri na ni mbaya lakini si ati ni kusema ati sasa pia huyo ni msee anafanya business anapelekea watu wake. Hiyo ni investment ya mtu bana. Utaisikia eti watoto wake wamekosa kitu. Support business. Investment ya kila mtu iheshimiwe. Support business. By the way kuna madhi fulani nimeona juzi. Alikuwa amepost hotel yake. Sijui kama ulicheki. Amelia sijui machapu sijui anazitupa kila siku bana. Lakini siku hizi by the way wa Kenya wananibamba. Sasa hii kama leo imejaa. Usikile imejaa hadi wase wamekaa nje wanaambiwa kwanza kujeni wase watoke. Ni kusupport business. Kenya tunakonga tunashtukia. Mimi naona tufike tu mahali tuanze kutegemea politicians bana. Mtu akidai kwa president kivyake. Usikiza hii bedhe. Mimi hiyo support bedhe inatokea. Tuna supportiana tu si wenyewe kwa wenyewe. Tunaweza enda mbali. Sisi tunatokea hivi tu wenyewe uko na shida yenyewe tunaona yenyewe hii ni serious. Bedhe wase wanajitokeza. Wakenya tuko wengi. Lakini sasa historia ya kushinda umeshikashika miti huku nje manze. Hiyo form ya miti. Sasa mwenye nimeona latest manze ameenda 100 hours bana. Acha huyo, hujaona huyo kuisol. Kuna madhe niliona alienda akaguza wanawa. Kaona hapana. Usikii kuna mwingine amefukuzwa Kitale. Wamwambia waishia sasa hii si kazi manze. Ule manze hii ni upuzi. Ule alienda akapewa do.
ana MP. Kila msi anaweka kanamba. Umesema unadai do ya kitu fulani ndio umepewa. Na bado unakataa udai kuishia na umepewa do unadai. Kila msi anaweka kanamba hapa hivi chini. Aliambiwa bana. Lakini bedhe kuna wase chance yao ikifika bedhe kama time ni yako skin yako. Kuna mse bedhe alishika akasema yeye anafaitia awase wako na meno mbaya. Sasa kuna mse alitana hapa wase wana madentist fulani tu wasema sisi tutatengeneza smile yako kutoka hapa hadi mwisho. Safai kuendelea. So unaona in one in 100 people tuseme wase kama watatu in 100 wanafanikianga na hiyo kitu moja yenye mmefanya. So kama una vile unataka kwenda kushika Wakenya wako na tamaa. Shida sasa wewe shika. Watu wote ina happening hivyo alafu msee anaiona kani content so anaichukua. Wewe shika tu. Kila msee anajua kwenye shida yake imemfikisha sasa hivi. Ndio maana mimi nasema stano na njuguna bwana. Exposure ni kitu kingine muhimu. Watu wako na exposure. Tembea si tu kwenye ubaki huko sijui kuserwa ama ungefungiwa huko. Tembea tajua Mombasa venye inakaa Sasa shida si kutembea. Mashimo jua mashimo. Shida si kutembea bana. Unasikia wewe kwanza wewe ushaifika Mombasa? Sasa sikia sasa. Wewe Wewe jibu swali, ushaifika Nyahururu. Mimi sijai. Wewe ushaifika Nyahururu? Siku gani? Nikienda huko Valley. Mimi sikimi nishaienda. Si Nyahururu ndo kwenye Toms Falls. Toms kujua ni. Achana tu na. Wewe ita tu falls. Tajua ni hiyo. Mimi nimefika tu Nairobi. Unajua bado kuna chances za kuishi bado. Sasa unafaa Buda napitanga counties ngapi nikikuja huko what the fuck? hiyo ni kupita. Hiyo Si bado ni ku-explore? Hapana. Bana Sasa ufala Kwani exposure nini? Sasa mimi mzee kama ikuangi nini yako, ikuangi activity yako. Kwa hiyo I'm still young bana, bado na explore. Kwa hiyo si Nyahururu. Unapita kauti ngapi ndio ufike? Kadhaa, si mbili, si tatu. Embu, Kirinyaga, napitanga Embu, Nyeri, Kirinyaga, Nyeri. Si ndivyo na ushafika. Si utulie hadi ingine. Wapi? Tharaka Nithi. Si niko Tharaka Hapo Nithi. ndo unatoka. Si niko Tharaka Nithi. Bado unajua mimi for the first time kama singekuja hii shule singejua Tharaka Nithi kuna kitu kama hiyo. Haya. Ni kitu gani umelani huko Tharaka Nithi? Si umekaa hizo miaka, si ndio? Hata sijalani. Nimepatana na watu. Kuna watu, si ndio? Ni watu. Hiyo ni exposure. Lakini sasa unajua activities ukipita sasa hivi umepita Kirinyaga. Si ndio? Unajua nini watu huko wanafanya? Najua mchele bana, kwani mchele inatokanga wapi wewe Mwea Sasa wewe unapitiana nje Kirinyaga kwenda Nyeri. Hata nikwambie unaona hiyo kutembea, unaona hiyo venye unasema exposure. Inakujanga ukifanya activities kadhaa. Unajua si ati lazima uamke hivi tu hivi useme mimi. Okay, nitaenda. Unajua kila mtu anadai bedhe hiyo chance. Kutoka hapa tu niseme nimeenda tu kwa watu nikiona watu wanaenda vacation ama ni ati nipe. Bedhe kama mimi kuna muri wangu. Unajua na muri wangu fulani alienda Mombasa. Kuna muri wangu alienda Mombasa, lakini yeye anaenda Mombasa ati anaenda. Alikuwa anaenda mazishi. Sasa mazishi ilikaa sana, ilikukaa sana. Wakasema acha tupitie pale nini. Acha tupitie kwa maji kidogo hivi. Sasa si amesha experience hiyo nini ya kwenda Mombasa. Si ati lazima ukue. Unajua sasa si kila mtu anakuanga na hiyo time bana ya kutoka hapa sijui niseme nimeenda Mombasa manze. Lakini unafaa. Wacha tu hiyo kuna kitu itakupata. Time yako itafika tu ya kwenda. Ikupate ukienda huko hata kama utaenda kunafanya kitu. Hiyo pressure watu sijui Mombasa ni itafika bana. Kama mimi nimeenda na huko hivi sijui. Si tulikuwa tunaendanga futa. Basi tulikuwa tunaendanga sijui Jeremia Nyaga. Tulijipatanga Jeremia Nyaga juu ya futa. Sisi tumetembea bure. Sisi tumejipata na huku Isiolo, tumeenda sijui huko, achana na huko tumeenda Mumbai. So hizi vitu zinakujanga, baadhi zinakujanga most of the time ukiwa na activity unafanya ama event ama kitu yoyote. Unajipata umeenda. Na sijui leo mbona ninatetemeka tu facts hivi. Leo yani una wisdom. Sijui ni nini. Unajua hiyo inakuanga na inapepetanga tu nini babu yako akivaa iko pia vitu fiti tu zinakaa zikienda, lakini by the way ni ukweli. Hiyo point yako hiyo nayo ni valid, lakini jambo unafaa uweke kwa budget. Sasa Mombasa maybe nitakuwa ninakuja harusi hadi wewe sema tu hii mwaka before iishe lazima nitembelee best yangu huko Mombasa. Bucket list yangu hata itapasuka. Trolley unasema nitashinda kumove. Niletewe sasa laundry basket
Hata huyu jamaa mnamuona hapa nyuma ya kamera tulikuwa naye Coast. Huko unaona mapicha tumetesa huko sana. Status Ni bana. malap tu huko shawarma Nakwambia, status mabuyu. status zinaweza fanya hata uskip bana. Ukishaona tu dot. Ni hivyo. Unajua huyu jamaa kuna mali Ile alikuwa. status inakuja hadi inakaa moja. Lakini kufungwa hivi ni michele. Tunaona na Hata nataka muendelee kupost ukifanya tu hivyo hivi pia. unaona ni kama anafanya Motivate. inaenda tu ikisonganga. Motivate us. Sasa tulikuwa So yetu tutatupata. Sasa wacha niwapigie story. Tulikuwa na huyo jamaa. Si mnamjua. Wataenda Coast Karori. Lakini sasa akasema, "Warenji wewe huku ni kwenye mtaani. Fanya aje? Wewe nipigishe lap." Mimi nikasema haina mambo. Umekula? Sijadili. Utafanya aje? Kuna pesa? Nataka nikupeleke 5-star hotel. Ushaingia 5-star hotel? Ushawaingia? Sasa Wewe mse una show off ama unatuambia story? mimi hadi nashangaa manzi. Wewe unatupatia Ujamaa story. kwa si utuambie story hata Ushaanza kushow. kuniuliza. Sasa next utaniuliza kama ni shai. So, Kama ni shai chukua SGR. Una show off ama tuambie story? Niko kadi by the way. Sasa kumaanisha tujaishiba. Wewe tuambie kitu unatuambia si kushow off venye sijui kama tutaienda 5 star. Click bwana. Unajua tuko wapi huku? Huku ni wapi? Huko 5 star. Hii ni 5 star bado. Hadi sasa tuko 5 star by the way. Poleni. Mimi pia niko on kidogo. Fanya aje, wacha tukupeleke hoteli fulani. Tukaingia huko tukakula tu vizuri. Bili kakuja ngapi? 5 Gs. 5,000. Sasa tulikuwa na 3,000 cash. Sawa. Atukalipa 3,000, si ndio? Unasikia? Nakusikia. Nataka uniangalia hii contract. Fuck you. Kama mwalimu usipoangalia mwanafunzi please. Mwanzo mimi naweza tumia hadi dhao kujibamba yangu to the finest. Wewe sasa sisi tumetumia mara 5 yako. Sio nasema sasa unajua ni level ya kujibamba ya kila mtu. Mimi najua kiwango yangu. 5 Gs, mlitumia 5 Gs. 5K. Sasa Mwambie leta message. Ama ndio uko na message, leta Kuna message. message. Leta message. Kuna message. Leta message transaction tuone. si ufala. Right. Ilikuwa tu kudisha, hakukuwa na drink. Ushasikilia waiter. Nikuleta tu. Huko hapa anatuambia. Sasa imefika mahali tuko na 3K cash nikulipa. Imebaki ngapi? 2,000 bwana. Baki 2K. Babaki 2K. Imebaki 2,000. Sasa ulikuwepo. Sasa nikasema Karori, ocha 2,000 mimi nikava. Lakini siko na cash, ilikuwa kwa simu. Nikaita huyo waiter nikamwambia waiter, "Kama pay bill ama nini ama send money." Akasema send money. Lakini mimi nikashangaa. Nikashangaa 5 star hotel send money aje? Unajua hiyo ni kama kuibia kampuni. Pesa ni Mimi kwa akili yangu nilijua tu huyu jamaa atakuibia wase. Nikamwambia sawa basi leta mkoshua mlikula 5K. 5K, si ililetwa kila kitu. Jamaa na bomoa tunachafua. 5K ikakuja hapo. Yaani mlichafua tu 5K hivi tu yani hadi nyinyi. Si chakula peke yake. A little wine, bla bla hapo. Kata hiyo kipi jamaa toke hapa na hizo jaba zake za hapo. Inakuuma. Si jaba. Mwecheche. Wewe kila ndio maana nakwambia exposure ni mwe. Wewe unasikia 5 sasa imekuwa jaba. Sasa nasema 5. Unajua nilikuwa nimeuliza by the way kama kulikuwa na drinks ama ni kudishi peke yake. Hapo nao ni kama ukumbuki niliuliza. Akumbuki Josia alikuwa analipa. Si utanyongwa. Sasa kwani mnakula nini? Hiyo sasa. Bwana kule zile. Hata usitajie. Wewe kuja Coast utatembea tukionyesha. Maragwe tumbuiza. Hizo. We don't do that. Sasa si ikafika masaa ikalipa send money. Sisi tukatoka. Mind you, mimi kwa akili yangu najuaje? Mimi nishalipa. Tukatoka na Karori tukaishia. Kufika huko mbele ndo tumeshuka Uber. Unajua tulikuwa tunatumia Uber. Hiyo siku nao mlikuwa mmeamua tu kuspend. Sasa Uber ilikuwa imeongoja hapo nje. Enjoy bana. Lazima enjoy. Amekuja kunisalimia. Lazima kalikuwa kama kadate. Watu bado wanakulanga mandazi. Oya. Watu bado wanauza. Ai mazee. Mazee kwa swali na nyuma kwanza. Mazee kauba man.
Ni vile sitaki kutaja vitu zingine zilifanyika hapo juu nyinyi na nyinyi sasa ushaanza kujaji vibaya. Tuambie. Siwezi. Usikia tuwezi judge. Uber naenda kulipa hivi. Nashangaa balance iko intact. Tuke hujalipa. Ikuenda. Haikuenda bwana. Sasa wasiwasi wangu ilikuwa nirudi nilipe ama ikae. Wewe utafanya aje? Mimi usiniulize nitafanya aje na nitaambia tu msi wa Uber. Sijaenda, siaja kuambia jaenda. Wewe stano. Wewe utafanya aje? Umetoka beshi yako mshakula, hiyo tukio. Mshaingia kwa gari, mshaingia ndani. Sinakwambia tushaenda hata tumefika kwenye kwa tunafaa kwenda venue next. So unaangalia unapata huku lipa. Napata sasa si hiyo ni huku umepanga, si intentional. Hiyo si makosa si yako. Sasa nitaenda tu. So utarudi huko ulipe. Si nitaendelea na safari. Si utasema utalipa next time. Tukai peke yake. Watu wangapi wameingia huko? Wewe basi wewe na Karori ni hivi. Mimi nilikuwa nitakuomba Karori tu ananiambia hapana buda. So ulirudi. Unazoenga hiyo si Karori ananiambia nimtumie hiyo dhao. Usikungerudi ungeambiwa hadi ama ulikuwa na teli yako, ulikuwa na teli yako mngelipa. Ungelipia tu hapo. Simwambia send money or pay bill. Akanipea nini? Send money. Sasa simungetuma kwa hiyo namba. Sasa hiyo after sasa imekata kuenda. Sasa akili iko Karori ameniambia. Sasa hiyo namba haikuenda. Sasa hiyo namba ingekuja baadaye kuleta message. So hiyo namba ileta message. Sasa Karori alikuwa ananiambia fanya aje bro. Hii tumebahatikia. Sawa? Wewe nitumie tu dhao yangu ubaki na hiyo dhao nyingine. Lakini mimi nitumie ikiwa na insoju transaction hapo naye hawezi kula dhao huku kule dhao. Mngerudi tu mkule chakula kingine tu ya tuke. Sasa wasiwasi wangu ilikuwa ni hapa. Tupostiwe TikTok. Unajua huko 5-star hotel kamera ziko. TikTok tupate hao vijana wawili tunawatafuta. Wezi. Hao ni wezi hao hajalipa bila. Alafu ukiwa huko TikTok na scroll na tunaona sisi ndio watu kwa kamera tunapita. Si mimi ningeasimu siwajui, lakini wangeweka reward. Kwanza wameniambia kuna venye wangesema hata 500 ningewapeana mbio sana. Up to date. Hatujawahi tafuta. Napeana mpaka na picha. So mkulipa 2K. Unajua jua nini? Juu huyo jamaa alikuwa anaibia nini? Hoteli. Alikuwa anaibia hoteli so aje sasa kiaje. So mko mnafaa kulipa hiyo 2K. Pesa haifai kutumwa kwa send money bro. Inafatil ama pay bill juu. Unaona ukienda kuorder si huwa wana kwa hiyo machine. So ina indicate pale amount ni nini. So unapata mseka huyo mshahara yake alikatwa 2K yake tu baridi. Ilienda tu hivyo. 2K yake kwa mshahara Halo. 2K yake kwa mshahara ikaishia tu hivyo. 2K ni pesa kidogo kwa hiyo uchumi. Lakini kwetu ilikuwa mingi jo. Yes, you see. Tafuta pesa, ukitafuta pesa utai nini? Leta jia 2K. Si tulishiba manze tulishukuru. Maje mlishiba mkakula 2-3K. Katembea hizo side za lakini kukula 3K. Sasa usiku utaenda kuspend 20K tutatulia kweli. Utaita kila mtu akae hapo. Kwanza kutuambia uli spend 20K. Si ati ni 5K ilikuwa more than 5K ni vile siwezi waambia. Juu mtaanza kuona nikaa hapa. Mlenda hadi tu photo session. Tu photo session photos. Alikuwa na mkwenda tu shoot. Alikuwa na watu wake. Alikuwa na watu wake wao chofuti. Lakini usikie nitakama. Acha basi niongeze kwa hiyo laundry basket yangu. Unajua sasa laundry. Sasa mimi nimechange basket, si imekuwa kubwa itapasuka. Sasa nimezipeleka kwa laundry. Laundry tu unafikiria tu kuoshana. Wewe ndio unataka tu kuoshana. Mimi sasa nimepeleka laundry basket ni kubwa. Lakini umri wangu angeosha hiyo 10K mimi ningecheka. Lakini mimi story na kuoshwa mimi. Kwani mimi hawa seuniosha kwani huyo jamaa kulaaniwa. Sio jamaa alitumia akili yake kuniosha. Bezeka unaoshana huko nje. Unatuflexia hapa uko na pesa mingi. Usikia kuna kitu tu utafanya. Na kuna watu wako roho safi sana huko nje. Jo, wacha nikumotivate. Kwani ushaioshwa? Wacha nikuwe motivational speaker. Ulioshwa donga. Unajua mimi nimesema yangu 3 so. Ulioshwa donga ngapi? Wewe ulioshwa ngapi? Ulioshwa ngapi? Mimi sikuona. Kuosha juana kitu ya kuosha. Story ya kwani rada. Sasa wewe ulikuwa unasimama unaenda kwa ulikuwa umekazwa ni? Nilikuwa nimepigiwa na baby mama. Nataka school fees. Hizo ndo wale watu fulani hapa eti msichana wako amekukosea unaanza kulialia uliposte kwa mtandao. Mambo ya wasichana tuache hapa tafadhali. Lakini wewe uliona hiyo video wewe jamaa. Abas. Hata sitaka. Hiyo video nyinyi ndo mnaweza relate. Aze, kwani si ni madem? Sizi. Video gani hiyo? Hiyo video wewe jamaa ya kadem fulani.
Sasa hiyo ina prove tu maskini. Inaongelea umaskini. Desperation. Wasichana wengine wako desperate. Tunafaa by the way hiyo video ilikuwa hurtful, lakini unajua by the way unajua Like, hiyo video ni mbaya. Huyo jamaa alifanya mbaya. Kuna wase huwa waoni kama kitu hiyo. Ule mzee alifanya mbaya, lakini kuna wase huwa waoni kama ni big deal. Huyo msia kuna kuonyesha venye uko desperate hiyo design. Lakini sasa unajua huwezi blame kasichana ni maisha ni uchumi. Lakini hiyo story iko inafanya trend hiyo siku iishe. Vitu zingine mbona iishe? Sasa mbona huyu jamaa amchukue tena aanze tena? Hiyo story na trend inaisha hiyo siku, na unajua wa Kenya bana. Lazima tuguzie vitu. Kama angepost, angetaka vizuri angepost. Lakini nilikwambia vitu zingine zinakuanga za kufungulia wasee njia, si ndio? Hiyo bana. Sio dem alipewa 50k juzi, watu wamemchangia. Kanyari alimwaiganzi. Si lazima uprosper na njia mzuri. Ni opportunity. Si lazima ukuwe mtu mzuri uende sijui wapi. Si lazima uprosper in good ways. Toka hapa tembea ndebe tukurecord. Tukupost alafu uone kama utapata. Uone kama maybe pesa yako iko kwa hiyo kutembea ndege hapa hivi. Ama siku moja kuja t-shirt kama uko ndebe, uone kama utapata pesa. Lakini sasa kitu kama hiyo sikuwa nimepanga. Mwanzo kwanza kitu ni mbaya. Usikuta fungu alafu upost TikTok alafu watu waanze malaya waanze kuja kuokoa. Watu waanze kukuhurumia, usikie Salasi amesema. Wewe sana yenyewe wewe sana kufanywa fiti. Acha kuje tu nimuone ni mweki. Unacheki bebe mtu sahi na ujui njia zako za kuomoka. Sahi bana, ni venye tu ujui wangu utaomoka. Ni venye msia ujui wangu utaomoka. Hiyo kitu naogopanga kufanya. Kama wewe unafaa kuwa pale kwa nini? Amua tu uamue siku moja useme mimi ni gay. Hivyo. Jaribia jina, ukishajaribia jina watu wa control online waanze kulialia useme uko na depression. Ati ujifanya nini? Hakuna kitu kingine unafikiria sasa ni gay. Si ni kitu mbaya ama ni kitu mzuri? Ndio sasa ni kama vitu mingi mbaya ndo zinafanya si vitu mbaya ndo zinafanya watu wana trend. Sasa uko tu gay. Sasa si ati unakuja unasema hivyo. Watu watakuja ngoza. Usikie hii pesa unaipata aje. Mwizi utachoma. Mwizi na utachoma before watu wakuhurumie. Wa bank usikia mwizi wa bank amechoma. Usikia mwizi wa bank. Hajaishi ni mwenye hajashikwa. Na jina yake mwizi wa bank na alitrend wako. Si wenyewe hata kuna wenye wametoa vitabu, si ndio? Wapi? Watu walikuwa libia watu bank. Nani huyo ulisikia? Huyu jamaa anakuja nakwambia mimi nilibanga bank. Wewe jamaa kama unajua kuna watu wapendi. Mzee kama kuna watu wanachukia hata sasa eri sasa ukue malaya ama ukue naiba malaya kumejaa sasa. Ukue unachukua mama za watu lakini malaya kumejaa sasa. Hiyo malaya hizi kwa moja. Sasa design watu hiyo career ishajaa. Kuna dem alikuwa anatetea babake alikuwa prison. Anasema babake amekaa huko miaka 10 lakini kulingana na venye atijua alishikangwa juu ya robbery with violence. Ati sasa wamwachilia juu ati sasa amereform amekuwa sijui. Lakini manze design watu wana comment hapo chini manze hakuna huruma. Hiyo violence hiyo wizi hiyo ilifanyanga mse fulani ya dead. Sasa hii at least mzai wake anaona mzai wake kila siku mse ali dead. Hakuna watu wanachukiwa bedhei hii country kama wezi bana. Mimi mwizi hata kuja niambie mtu hata kuja niambie ati nihurumie mwizi ama nifanye mimi siwezi bana. Hata kasoma. Mwizi bana. Unajua siku hizi mwizi na mwizi wa nini? Wacha mwizi wa nini kwa mwizi aitwe mwizi tu. Wacha mwizi aitwe mwizi. Mimi unaona mimi sina shida na wezi. Hakuna mwizi wa kuku. Niko na shida na wale wa mwizi wa bank. Mtu anakuja unadai simu ngoza. Wewe umekuja umenipata na iko na imenze. Umeona tu hata mko wengi mko watu watano niko solo. Yako ni tenje. Sungoze nikwambie story motherfucker. Usiite techno niko na techno si techno. Yako ni tenje. Asiwaambie story uko na ufanye. Lakini ukifungua huko nyuma hata simu yako tuone ni simu gani unashinda mwambia watu. Simu imegoma nyundo huko nyuma hata unashangaa. Simu yangu bado ni mpya. Simuone. Lakini by the it's new phone. Like nasema kuiba with violence ndio mbaya. Sasa upate madhea anatembea alafu unakuja unaanza kumduga kisu unasha kupea simu yake. Unaibia watu yani hawezi pigana na wewe bado. Lakini manze pia manze si ukuje tu uniibe kiatu. Sikuje tu uchukue uende. Usiibe simu manze. Manze simu yangu. Like usiniue ama usinidunge kisu. Mimi hadi mimi usiniibe simu. Usiniue na usiniibe simu. Sasa wewe kama unajua last year ndio ibi. Sasa uko na option. Niambie nikutumie. Yaani jamaa kuna maswara unaibiwa, unaoshwa
Niambie nikutumie simu pesa yenye iko kwa simu. Ama nikupatie hadi Sasa uko na 200 na yana dai simu ya nikupatie protector. 20K. Tumie punch. Wala nitakutumia pancho. Hata ili niitishe mzazi. Lakini manze nikupatie hii simu. Hii simu unajua nini zote ziko hapa man. Ama uibie simu ukiwa club. Uko wapi sada kupewa namba za madem? Hii mwaka staro. Maji namba ziko hapo. Ngoja. Maji hapo kuna pesa. Kuibiwa. Na space yako ya 31 inaenda hivyo. Bwana, hii story ya kujibu umeelewa klabu huko na kupiga saa 6 za usiku. Wewe kwanza nikujie. Hao mabeshte zangu. Wewe kama umejua umeziba, mimi usinipigie simu ama tuende na wewe. Mimi nishaizima. Ati nikushikie simu bro. Ati Sasa wewe umesema ukunywe. Si nitakupatia unishikie. Unapigaje mtu akunywe akuja kubebe? Sio acha kunipigia. Tuko naye hapo na mbeji. Leo mimi nitazima shika. Usikii mimi nao nitakupatia Unafanya simu. nini hapo? Mimi nao nitakupea simu yangu. Mimi naamini simu yangu hata na walevi wenzangu zinajonga tu tuko on. Hao walengo wenzao ndo. Mimi nao staamini. Mimi naona tuko on. Wewe ulibia tenje juzi. Mimi sijai. Lakini hata nimesamia kaseti na katanga sana. Kasirisha. Na kazi ni kupiga na baba msa huko kwa club. Hii mwaka sifanye kitu kama hiyo tena. Lakini manzee wezi man. Ile siku tu kutakuwa hakuna wezi. Haiwezi. Hiyo na haiwezi. Happy New Year. Sawa. Ni tuko mwezi ya kwanza. Ngujui. Tuko hii mwezi. Unasikia shida za huyu jamaa. Watu wachukue kura, wachukue kura. Manzee ni next. Alafu Mimi niko na kura nilishavote. Sasa kwanza tuchukue hizo pesa za campaign bana. au vikure. Sasa ndo nasema unafaa utuambie bucket list yako ya hii mwaka. We cheki. Watu wachukue kura. Ngoja. 2027 ballot. Siende kwanza Nadai kiti hadi mia MCA. Unajua kwa kwetu nimeona kama sita hivyo nadai MCA manzi. Sawa. Ndio hiyo yangu ya kwanza. Hiyo ndo bucket list yako sasa. Vai. Kwa MCA. Ndai kwa MCA. Usitoe mic kwanza bro. Tulie. Na wewe unataka Set live band nini? tulia. Sasa unataka kuweka mic ndo. Tuambie yako ya mwisho. Amepigiwa na mic. Nze buku. Tuambie au hata hii mwaka hujajipanga. Manze guys, unaona Nishawaambia kitu nimepanga. utaya again to top 7. Zilisha Huyu imeuma nje. ishaharibika na Januari bana. Usijali this time. Wewe unakwama kwa set nini? Unakwama kwa set. Na mimi bucket list yangu nitawaambia next episode kama nitakuwa. Bedhi umetaja set. Bedhi unaweza nitajie vitu tano zilikuwa kwa set. Ile ya camel. Ngoja sasa. Achana ya camel. Kuna kama ilikuwa gani Ya camel ile ya red. Ile tu kifungua tu hivi ni inafunguka. hata ina shit. Aina set mimi najua tu 3. Zilikuwa mimi najua tu 3. Hiyo camel Oxford. Sasa unitajie tu vitu zenye zilikuwa hapo tu ndani. Kulikuwa zile ziko huko ndani. Ziko huko ndani kuna ruler. Kuna sharpener. Kuna raba. Na hii kitu fulani ilikuwa Achana nayo. Achana na hiyo kitu. Cameraman. inaitwa prosecutor ama ilikuwa inaitwa Kuna protractor. Sasa wacha msubscribe guys, msubscribe. Adios. Tupatane next time. Same place. Bana.